Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu mpenzi mtazamaji, ndugu zangu, niwaalike sasa leo hii tuweze kupata tafakari fupi katika maisha yetu, kwa maana maisha yetu haya yana mambo mengi sana ambayo yanatokea binafsi, ambayo yanamkwaza Mwenyezi Mungu, na tena mambo ambayo hayapendezi machoni pa Mungu. Lakini sisi kwa akili zetu tunajihesabia kuwa ni watu wa haki, tunasimama tunasema sisi ni watu wa haki. Ndugu zangu, haki ni jambo ambalo ni zito kidogo. Haki ni jambo ambalo kulizungumzia tunaliona kama ni jambo dogo tu, naona kama ni jambo ambalo kama ni jambo dogo sana, lakini haki ni jambo kubwa sana. Na ukiangalia haki kwa sasa ni jambo ambalo ni la kufikirika tu wakati mwingine, kwa maana watu wengi sana sio watu wa haki. Tunawafanyia mambo ambayo tunawafanyia wenzetu mambo ambayo ni machukizo mbele za Mwenyezi Mungu. Neno la Mungu litufundishe katika maisha yetu, tutafakari neno hili litufundishe tuweze kujua makuu ya Mungu. Mungu anapenda nini na Mungu hapendi nini? Ndugu zangu, kuna watu ambao ni Wakristo. Kuna watu ambao ni Wakristo, Wakristo kabisa, Wakatoliki, wanasali Jumapili, hawakosi kanisani, katika kila misa wanaenda, lakini ukiangalia matendo yao ni vitu viwili tofauti, ni vitu ambavyo haviendani. Ndugu zangu, wapo waamini ambao wanaenda kanisani kila siku, hakuna misa ambayo waliwahi kukosa. Kila misa unaenda, kila Dominika upo, wewe tu upo, kila misa upo. Lakini ukiangalia kwenda kwenye misa, hujui thamani ya misa takatifu, hujui. Unaenda tu kanisani, lakini roho yako bado haijaendana kabisa na mwili wako, kwa sababu mwili matendo ya mwili yanakufanya wewe unakontroliwa, mwili una control, lakini roho yako inatamani sana, lakini matendo yako hayaendani kabisa na imani yako. Ndugu zangu, matendo yasiyo na imani hayapendezi machoni pa Mungu. Na ndio maana utakuta kuna wakati mwingine zipo familia ambazo labda zina watoto wao, kuna familia ambao wana watoto, mpo pale labda na mfanyakazi, mpo wote nyumbani. Huyo mfanyakazi wenu ambaye anawafanyia kazi, anawafulia nguo watoto, anawapeleka watoto shule, unamfanyia nini? Hilo tunapaswa tujiulize sisi kama Wakristo, kwa maana kwa wakati mwingine tunasali sana, lakini hizo sala ambazo tunasali zinaweza kuwa ni kelele, zinaweza kuwa kugeuka kuwa ni kelele tu mbele za Mungu, kwa sababu kwa wakati mwingine hatuishi imani yetu. Tujue tu thamani ya ukombozi wetu wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambapo Bwana wetu Yesu Kristo aliteseka, alichinjwa sadaka kwa ajili yetu, ili aubadilishe ulimwengu na tabia zake, zile tabia za ulimwengu ambazo zipo katika ulimwengu zibadilike na zibadilike. Kwa wakati ule katika bustani ya Edeni lilipotokea lile kosa ambalo liliwatenga wanadamu na Mungu, sisi wanadamu tulijitenga na uso wa Mungu, na ndio pale sasa akaja Yesu Kristo ili aturudishe, kwa maana yeye alituahidia, Bwana Mungu wetu alituahidia kwamba atamleta mkombozi, ndiye Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa hiyo baada ya hapo amekuja sasa kurekebisha lile kosa ambalo tulijitenga na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya tamaa zetu ya kuwa sawa na Mungu. Hivyo kosa hilo lilisababisha sisi tukose ufanano na Mwenyezi Mungu. Na ndio maana leo hii unapofanya mambo ya ajabu kama hiyo, kumbuka kwamba unapoteza sura na ufanano wa Mwenyezi Mungu, bali unakuwa na sura na ufanano wa Shetani, kwa sababu matendo yako hayaendani na imani yako. Na ndio maana ndugu zangu, tunapaswa tujue kwamba tunapoishi katika maisha yetu, jitafakari, je, mimi katika misa sikosi? Sijawahi kukosa hata siku moja.
kila misa nipo. Kila misa sikosi, yani kila misa nasikiliza neno la Mungu na nisikiliza vizuri. Je, baada ya kutoka kanisani imani yako bado inaendelea? Maana wakati mwingine tunapopokea Ekaristi Takatifu, yani tunakuwa tumetulia, yani roho yani inakuwa imetulia. Yani roho yako inakuwa haina mambo mengi. Imetulia, yani unamuona kabisa Mungu, yani namuona Mungu, namuona Yesu wangu yu hai mzima katika maumbo ya mkate na divai. Unamuona kabisa Yesu. Lakini baada ya hapo, ukitoka hapo tu, ukitoka hapa mlangoni tu Yesu ameshapotea. Unamsahau. Ni kwa sababu kuna mambo bado unayaendekeza. Na ndio maana kabla ya yote, kabla hujaenda kupokea Ekaristi Takatifu, ni lazima uhakikishe kwamba umejiandaa vizuri. Uhakikishe kwamba mfanyakazi yani upo vizuri, kuna maelewano mazuri na kila mtu. Unafanya vitu ambavyo yani unahakikisha kabisa umejisafisha vizuri. Na ndio maana hata kama tukiangalia kabla ya kwenda darasa jingine, yani kabla ya kwenda labda umetoka la 5 unaingia la 6 sasa. Ni lazima uwe yani upo vizuri. Upo vizuri, umesoma vizuri, masomo umeyaelewa, ndipo utavuka darasa nyingine kwenda jingine. Ndivyo hivyo ilivyokuwa kanisani. Kwa maana ukitoka kanisani, maisha baada ya yale ambayo umepata mafundisho kanisani, inabidi sasa ukayaishi. Tunapoambiwa kwamba na padre anapotuambia kwamba nendeni na amani ya Kristo. Nendeni na amani. Naitikia tumshukuru Mungu. Maana yake pale unatumwa sasa kwenda nje kuhubiri injili kwa wengine. Yaani kuliendeleza neno. Neno la Mungu aliishi pale kanisani tu, bali linaendelea mpaka kwenye mtaa wako, mpaka nyumbani kwako, kwenye familia yako, kwenye jamii yako. Na ndio maana wakati mwingine tunatakiwa tujichunguze, je, ili mimi nikitoka kanisani, maisha baada ya kutoka kanisani yani yanakuaje kuaje? Kwa wakati mwingine tunapata kuna kosa mengine huwa tunayafanya sana. Ukitoka kanisani, yani ukitoka kwenye kupokea Ekaristi Takatifu, umeenda kanisani, ukitoka baada ya hapo, nenda nyumbani. Usipitie sehemu nyingine, peleka baraka nyumbani, katulie na familia yako. Baadaye sasa ndio unaanza kwenda kwenye shughuli zako za kawaida. Sio kwamba yani mtu utakuta jambo la aibu kabisa yani. Yani utakuta mtu Mkristo unatoka kanisani, unatoka vizuri tu, unatoka kanisani, yani kabla hata hujafika nyumbani unapitia kwa shoga yako, si kupiga umbea. Au unapita kwa unaenda kupita yani labda kwa nini? Unapita labda kulewa klabuni. Ndugu zangu, kwa namna hiyo tunamchukiza sana Yesu. Yesu tujue thamani ya kuwa yani na Yesu, kuwa na Ekaristi Takatifu, tujue thamani hiyo kwamba ni kubwa. Hivyo matendo yetu yani tujisafishe, tujue yani tutambue kwamba ukombozi uliopatikana pale msalabani, je, mimi ningeuweza? Unakuta hapana, ni jambo nzito. Kwa hiyo tufikirie thamani ya Ekaristi Takatifu, tutambue thamani. Yani mtu akisema anampenda Yesu ni lazima ampende na jirani yake, mpende kila mtu, usiwe mbaguaji. Ukitoka kanisani, maanake hapo sasa unakuwa kiumbe, yani unatoka na furaha. Unatoka na furaha, hiyo furaha inabidi ukaieneze kwa wengine. Sio unafika nyumbani unaanza kunyanyasa mwingine. Haipendezi ndugu zangu. Mwenyezi Mungu hapendi hivyo. Ndugu zangu, kwenye maisha tujifunze mambo mengi sana ambayo tunatakiwa tuyaishi katika maisha yetu. Tuishi kabisa uwepo wa Mwenyezi Mungu katika maisha yetu kutokana na mienendo yetu. Saa nyingine mienendo yetu tunatokea tujichunguze, je, mimi ninafanya nini katika haya maisha? Ni jema jipi ambalo nimelitenda likamfurahisha mwingine? Ni tendo jipi lingine ambalo nimelifanya ambalo ni kosa nikamuomba msamaha? Tujifunze kutafakari katika haya maisha yetu. Tujifunze kutafakari juu ya maisha yetu na kuyaishi maisha yetu, maisha yanayompendeza Mungu. Tutambue kwamba Yesu Kristo ametukomboa, ametutakasa na ameturejesha, ametufunulia mbingu, ametuandalia makao mbinguni, mahali pa heri ambapo Mungu Baba ametuandalia. Na hivyo ni fursa kila mtu kufika. Lakini iwapo hiyo fursa ukiigomea, utaigomea pale ambapo unakuwa utembee katika njia yake. Ukitembea katika njia yako, mawazo yako, mienendo yako, tamaa zako, hivyo vyote usitarajie kwamba utafika kwa Mungu. Ukifuata tamaa za mwili, uasherati, zinaa,
utapeli na mambo kama hayo. Ndugu zangu, haya mambo yanamkwaza Mungu. Tukisoma katika kitabu cha Wagalatia sura ya 18, sura ile ya 5 kuanzia aya ya 18 na kuendelea, tunajifunza mambo ambayo yanatutenga na Mwenyezi Mungu, kwa sababu wakati mwingine tunafanya tu vitu kwa mazoea, tunafanya vitu vya ajabu sana. Yaani tunafanya vitu vya ajabu, ni aibu. Yaani mtu unaonekana kama ni mtakatifu, lakini ukiangalia mambo unayoyafanya ukiwa kanisani unatulia, mtu anasema yani mtu ni mtakatifu, lakini hapo ukiangalia mambo ambayo anayafanya nje ya kanisani, ndugu, ni aibu, ni mambo ya ajabu. Tujifunze kutafakari katika maisha yetu, kwa sababu wakati mwingine tunafanya tu vitu kwa mazoea. Unaona kabisa mimi bwana, watu hawanioni, mimi watu fulani hawanioni. Wewe Mungu huwezi mficha chochote, yaani hakuna kitu ambacho kinaweza kumficha Mungu. Kwa wanadamu utafanikiwa kumficha, lakini kwa Mungu hutofanikiwa. Nakwambia hutofanikiwa kabisa. Wakati mwingine tunajidanganya, naona kama Mungu hatuoni, yani tunayofanya Mungu haoni, yani anaona kabisa, mbona hakuna kitu kinachotokea. Ndugu yangu, mbegu, yani ngano na magugu vitakuwa kwa pamoja, lakini wakati wa mavuno vitapembuliwa. Tujikumbushe hilo. Mungu afurahi kufa kwake mtu mwovu, mbali agairi, yani aache, yani mtu huyo aache njia yake mbaya ili apate kuishi. Yani ukiona sio Mungu anawaacha wewe labda yani waumie, wabaya wanasitawi tu, wanaishi na maisha yao tu fresh, lakini utambue kwamba hilo jambo usione kama Mungu alioni. Mungu anataka ubadilike. Yani kwa hiyo muda unapoteza huo, wewe muda matendo unayofanya hiyo, usione kama Mungu hayaoni. Mungu anayaona tu. Mwenyezi Mungu anayaona matendo yako. Mungu anaona matendo yako unayoyafanya. Usione kabisa unampicha Mungu. Wanadamu utawaficha, lakini Mungu hutofanikiwa kumpicha. Hutofanikiwa kumpicha chochote. Wewe jidanganye tu, namdanganya Mungu, nampicha Mungu katika hili, nampicha moja mbili tatu, lakini nakwambia ukimpicha Mungu kitu kwa akili zako unaona kabisa unamficha. Hapo unajidanganya, unajidanganya mwenyewe. Tujifunze kutafakari katika maisha yetu, matendo yetu tunayoendana. Maisha baada ya kanisani yanatakiwa, baada ya kutoka kanisani yanatakiwa uweje. Ujifunze hilo, kwa sababu kuna mwingine tunafanya mazoea, mambo ya ajabu. Yaani unatoka kanisani kwenye misa, unatoka umeshiriki misa takatifu, yaani wewe umetoka kanisani, badala ya ukae chini umshukuru Mungu kwa ajili ya misa takatifu, uanze kutafakari sasa, unaanza kugombana na shoga yako, unaanza kugombana na jirani yako, unaanza kugombana na watu wako. Sasa hiyo ni nini, ndugu zangu? Tuombe Mungu Roho Mtakatifu atusaidie katika maisha yetu. Yaani tujifunze sana katika hii dunia. Tunatakiwa tujifunze, tusiishi kwa mazoea tu. Nimetoka kanisani, lakini maisha ya kutoka baada ya kanisani kila kitu kinarudi vile vile. Ni kwa sababu hujajikabidhi kwa Mungu. Ndio maana unapata shida kutoka kanisani, narudi kwenye dhambi ile ya uzinzi, ya ulevi. Naomba naenda kama hayo. Tambue tu kama nafanya makosa makubwa sana ya kumkosea Mungu. Namkosea Mungu pakubwa. Nafanya vitu vya ajabu sana, si wanadamu. Namkwaza Mungu sana, tunamuumiza. Na ndio tujichunguze katika maisha yetu. Je, natembea katika njia ipi? Yaani njia ipi ambayo inampendeza Mungu? Yaani matendo yangu yanaenda, je, unajiuliza hivi matendo yangu kweli yapoje? Maana saa nyingine tunapoteza, tunalewa, tunakuwa tupoje? Tupate hata muda wa kufikiria kwamba je, hivi mimi mambo ninayofanya, yani unakunywa mambo, unafanya ajabu, unakunywa, unalewa, unavuta sigara, unafanya mambo ya ajabu. Unapoteza wakati. Huwezi kuwa na akili, huwezi kuwa na muda wa kufikiri. Ni kwa sababu umeathirika kisaikolojia, akili yako imeharibika, inakuwa inawaza vitu vya ajabu vya hovyo. Vitu vya ajabu. Yani unafanya vitu vya ajabu ambavyo yani kama yani Mungu akiamua kushuka hapa, akiamua kuchunguza kila kitu ambacho umekifanya kiovu, ni kwamba hakuna mtu atakayeingia mbinguni. Yani Mungu angichunguza kama sisi tu, yani ni yote atakayeenda mbinguni. Hakuna mtu atakayeingia mbinguni. Kama Mungu angehesabu. Maana ile katika somo fulani anasema, katika ile somo lile anasema, Bwana, kama wewe ungehesabu makosa yetu, maovu yetu, Bwana, nani angesimama?
Mwenyezi Mungu atusaidie sana. Asanteni sana.